wicirie wikarite handu hahoreru wigwa kunyumba utegweterera landlord akuguthaguthire murango ngari yaku ikarara handu hega hena ugitiri wa kuigana na gwakinya ni toro ugakoma wega utari na matarania nikio Sinai Gardens Konza project iri urareherwo ni Hekalu Properties area mwanya area ri ndagika 2 kuma Konza International Techno City ndagika 10 kuma Machakos Junction na ndagika 50 kuma JKIA Oko twina broti cia 50 by 100 cia ciringi milioni 1 na installment ciringi milioni 150. Deposit ni ciringi 200 icio ingĩũrĩhe kwa ihinda rĩa mĩeri 6. Nayo offer gũra broti 2 wehererio ciringi 100 cash money na ciina title deeds. Hũra thimũ rĩu 0798 008 008 warie na Farothi kana Alfred 0706 002338. Hekalu Properties Farm Foundation. Ta wicirie wikarite handu hahoreru wigwa kunyumba utegweterera landlord akuguthaguthire murango ngari yaku ikarara handu hega hena ugitiri wa kuigana na gwakinya ni toro ugakoma wega utari na matarania nikio Sinai Gardens Konza project iri urareherwo ni Hekalu Properties area mwanya area ri ndagika 2 kuma Konza International Techno City ndagika 10 kuma Machakos Junction na ndagika 50 kuma JKIA Oko twina broti cia 50 by 100 cia ciringi milioni 1 na installment ciringi milioni 150. Deposit ni ciringi 200 icio ingĩũrĩhe kwa ihinda rĩa mĩeri 6. Nayo offer gũra broti 2 wehererio ciringi 100 cash money na ciina title deeds. Hũra thimũ rĩu 0798 008 008 warie na Farothi kana Alfred 0706 002338. Hekalu Properties Farm Foundation. Ringi no iguaga kuhwererekera ukaigua gutiri undu urenda mahindi mena ruo mwiri ni wagire hinya ndukamakere amu twina kihonia twina instant coffee kahua gaka ka instant coffee gathondekaga mahindi kuongerera mwiri hinya kunina kunogerera guthambia thakame na niho kweheria toxins oro ndumwe na gutigirira ngothi yaku ni nyoroku wega na ndukariganirwo nginya gukuhe toro mwega. Ugienda kahua gaka gagukinyire tuhurire thimu 0722 687519 niguo kahua gaka ukorwo kireherwo o handu hothe uri thiini wa bururi wa Kenya. Instant coffee ni kahua gakue. Ringi no iguaga kuhwererekera
na ndwina fea kana kona iposi nyumba yake na ndwina rendi kana ena mubenzi wake na nulungilwe na kwitha simbitesi yake sisiokoba kana siokomboa itesi yake sisioboya kana siangwatio thayuti masindano ni mabuso na ni mangai ibuso ya kuyonzi ya iyo swanungene ubika nduketikiria satani yose mwana nduketikiria sitresi kumine ikala wese kwikalanya na Yesu ni kunzia na kusungia ngai nendawa kumazia sitresi na moau kumudhuku mangaiti wasio na kiba ya dhayo tadhela kukaa kwa Yesu ndo siri kumchezea Mungu ni dawa kuponya magonjwa na mawazo kumtumikia Mungu si hasara ni akiba ya uzima wa milele. Songea Yesu nando kama kile pureshi kumine kila mudanya daida Yesu kakulani mwendo kile sitresi kumine siri ya maisha songea Yesu ute uno kile pureshi kumine kila evinda daida Yesu nando kama kile sitresi kumine. Siri neno songea Yesu nando kama kendo ketekele pureshi kumine kila mudanya daida Yesu nando kabulanie ketekele sitresi kumine siri ya maisha songea Yesu vate uno ketekele pureshi kumine kila evinda daida Yesu nando kama kendo sitresi kumine. Oh yes, eta wa Stella Mengele wathi wake ana wathi usuita wa siri ya maisha niweze wita wa Stella Mengele hey. siri ya maisha Yes. na anasema ukabulanye ukabulanye depression na Yesu just dance for Christ. Wow. Don't be stressed because he has the secrets of this life. Wow. No angalikosia Makueni kana Machakos. 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 Edi. Ndio ndio gikamba mumake muno makeria. Ndio watu ani ndiwe. Mukamaka muno. Ikamba ni kiwigi. Ndio kuliona uthia ngariganirwo. Kuna shule moja tulisoma na producer wangu. Unajua nikuja kurealize tumesoma na yeye form 1. Tumesoma na yeye by the shule moja. Okay. Lakini tumejulia akiwa hapa kwangu. Interesting. Tukidiscuss akashino mbona hizi vitu zinakaa similar na kwenye nilisomea. Tukarealize tulisomea mahali pamoja. So hiyo shule kila mtu alikuwa Mkamba. By the way ni watu wachache sana wenye walikuwa kabila hizi zingine. Ilikuwa Ukambani. Hapa tu Kikuyu Authentic Academy. Serious? Hapa Getaru hapa. Au kama ndio ulikuwa wengi? Nafikiri ni juu shule zenyewe zilikuwa za Mkamba wa Tanzania. Na kama wanapendana kwa jao huko wote Gateman, Kuka, Kiosk, unajua kila mahali principal, deputy, wengi ni trusted. Si shida kupenda wako trusted. Kidogo kiasi napenda wanaaminiana. So sasa watazamaji wangu hawajui Kikamba. Hawajui, hiyo ndio shida kubwa. Unajua lazima watu waanze kujifunza lugha mingi. Lakini sasa siku moja utakuja utufunze. Yeah, of course. Ni one word at a time. Anyway, okay. So thank you so much. Mureli wa Farodhi wa Live TV, karibu sana. Twagucerera hwaini.
na twina gikeno muno makire ni gucerera kire gatuma tuthakire buru wa Stella Mengele si Mengele ndio Mengele sasa ndio Kikamba Stella Mengele exactly. Kuna jamaa nilikuwa nasikiza kitambo sijui ilikuwa Baito FM ama Adhiani, hapana si Adhiani, either Baito ama Musie. So walikuwa nakuja kitu saa 3. Wale jamaa wacheza wimbo na fade alafu anarudisha. Kutoka Shadrack. Good. Shadrack nani? Shadrack Musiokaka. Huyo jamaa alifanya nipende Kikamba. Unajua alikuja akakuwa PA wa Alfred. What do you mean? Yeah. Alfred Mutua? Yes. Alikuwa jamaa mpoa sana, hata tutembelea. Alishatoka kwa radio? Alikuja akakuwa PA. Unajua sasa ukishakuwa kwa point hiyo unajua he was very good. Kama MC pia PMC hivyo. Was very good. Yaani jamaa mpoa hivyo mkamtoa kwa radio? Sasa unajua ame advance pia. Anafanya kazi serikali. Anyway, wacha niache kusema juu pia mimi nilitoka, kuna watu hawakufurahia. Niache kuingilia mwingine alafu nianze kuingiliwa. Uche msikia sasa anymore. Hapana. Lakini alikuwa amevuma kuyuni kila mahali. Every time lazima ni tune from 9 or so, lakini ni hapo tu. So mzee alikuwa anapenda kutuwekea jamaa. So hapo ndio nilijulia words za Kikamba kama Galikosia, Wadhiwa, you know. All those words walikuwa na mention almost every song. Hapo ndio nilijulia Kikamba kidogo. But Kikamba ni rahisi sana. Not as hard. Nafikiri what I will do, I will introduce a show ya kufunza watu lugha zingine. Nitaenda mpaka Mchina hapa. Inaweza kuwa interesting. Na sasa tutafanya lessons ngapi? Ama tu ni basics tu. So nakaa nikirudisha. For example, hii wiki nasema tuwafunzwa Kikamba. Next week nasema ni Kiluya. Kiluya nao ni ngumu. Si ngumu hivyo. Kiluya? Imagine ni rahisi. Unajua hadi yote ya Kiluya? Gani? Haya. Yaani ni kuongelesha utajibuaje sasa? Mimi sina shida ya kujibu, taja tu moja. Moja tu. Unasemaje kama ile wako nasemaje? Wimurosi. Wewe ni mrogi. Si unaona mimi naweza kujibu kila kitu. Unaona sasa. Mundu mulosi. Mulosi. Walira wanje. Amba. Ama ni kusema kuja. Na we mundu mulamu. Ndiye mulamu sana. Uko poa, niko poa sana. Mulamu. Si ati mundu mulamu. We mulamu. Ina depends sasa umetoka upande gani, yule ni Mkusi ama Mbukusu ama najua Wakusi, Bukusu, Maragoli hao wote. Interesting. Ni nzuri kujua tu one. Wewe sasa Kikisi najua umeiva. Bado hiyo ndio ngumu. Manze. Sasa bond hiyo ndio ngumu. Kubond ni nini sasa kama hujui Kikisi? Kiswahili. Hapana. Kubond ni Kiswahili. Si Irene ni Mkisi, so unafaa kuwa unajua at least kidogo. Yeye anajua Kikamba. Anaongea tu Kiswahili. Anajua Kikamba? Sana, hata Kikuyu. Na shida yako ni gani? Ujui nyimbo, ujui Kikisi? Shida ni kwa sababu sasa ukiangalia sina interest sana pengine. Na vile unatangamana na watu wengi. Okay, ile wadu unajua Kikisi ni gani? Ana sawa haraka. Ile wadu unajua Kikisi ni gani? Ile najua ni Tebango. Hebu banisha? Sema. Tebango. Wairire? Habari ya jioni? Hiyo ni habari ya jioni, iko sawa. Wairire. Haya, na asubuhi ilikuwa ngoja. Usiniambie. Wakire. Si ndio? Uko sawa. Wakire. Wakire vyo. Anyway, mimi kuwa na interest sana ya kujua lugha zingine. Naenda kuja kuzijua. Juu sasa imagine kuna wasichana wanaenda gaf, unasikia wamejua Kiarabu. Na wewe ukikaa huko unasikia ni ngumu kama sisi tulikuwa tuna ni ngumu sana. Ni kwa sababu unajua Kiarabu ndio kuchapwa. Unajua by force. Si tu kwa sababu unataka kujua. Unajua utapigwa juu sasa au utakommunicate aje. By the way, juu hawajui kitu kingine. Pressure, tension. Tulikuwa tunaenda kuingia kwa jamaa wa taxi akwambia English no, Arabic yes.
Imagine. Anaweza kubeba lakini language barrier ndio shida. Sasa hiyo ndio shida. Sasa inakuwa ni by force. Pengine hata kuchapa atile. Yaani hakuna lugha nyingine unajua Alfred? Kwa nini? Isipokuwa Kikamba, Kiswahili, Kiingereza. Hizo zimekusaidia kufika mahali umefika. Bas. Guy. More than enough. Yeah. More than enough. Mimi nilikuwa najua mpaka Kitaita. Sasa unajua, sasa unaongea kwa sababu unaongea na watu. Unaongea na watu utakuwa sawa. Mimi niko tu yani I'm the real man. Unakujua vitu mingi sana. Unajua one, una stick nayo. One for and you deal with Kijaka? A bit. Kidogo tu one. Sema. Kama saa gani? Just say anything. Nango. Mbela inya. Acha nikwambie. For example, utaka kuambia mtoto unataka kumchapa, nitakuchapa. Abiro chwadi. Ndio hiyo. Hapo kwa sawa wewe. Hapo kwa sawa. Hai ingine Itimango. Mimi najua wachanango, sijui wachanango or something. Alafu nasikia sijui anatamaje aje. Interesting, it's good. Ukiwa kusema Mungu ni mwema, Nyasaye dungu. Unaijua? Uko sawa. You're doing very well. Nilikuwa nafunzwa na jamaa anaitwa Odhiambo. Kikamba nilikuwa nafunzwa na jamaa anaitwa Kidhome. Tulikuwa tunasoma na yeye. At least siwezi Tony pia yeye akanifunza Kiluya kidogo. And funny enough, amsisikia hapa. Msichana wangu wa kwanza kudate alikuwa Mluya. Mpaka Maragoli. Maragoli. Nilikuwa nakuuliza, tulikuwa tumekatazwa nyumbani kuoa kabila. Si unajua kuna ile ule utamaduni wewe. Lakini ukikuja campus unaona kitu si serious. Kwani watu shida ni nini? Kwanza mkiongea Kiswahili mnajua mnasikizana. Shida ni upeleke nyumbani. So, mimi sijui how tulijuana na alikuwa anaitwa Rosbella Ajema. Alikuwa anaishi sijui Kitale. Lakini singeambia wazazi. Hapana. Hata hujui story. Na mzae juu unajua ako online, acha niache hiyo story. Tastuka atapata attack. Anyway. So anyway, karibu sana. And we thank God for today. Leo hatukuenda huko kwa site, tumeamua tukuja hapa tuzungumze tu kidogo, alafu tuonyeshe vitu kadhaa. Na Alfred, salimia watu kwanza. Wasalimia na Kikamba hata. Obo wenu uko sehemu no ni masama mawio na teba na tumebiani. Teba na Mutongo Baruthi. Wajua majina yenu inafanya mtu ayekwe mahali pa. Ukiita mtu Mtongo, mtu afikirie uko na pesa mingi. Ndio sasa. Na nina mukethia kwa isitwa ya Yesu. Kenda inyonde muketheke na mumane timwe. Tioba studio. Na yenye ni mutabania wa Baruthi TV. Tuebawe yani tukite kumunenge ya title sia Konza sia Pinnacle Gardens. Na kuni nilikuwa naielewa mimi nilisahau aje. Ningeongea kada dakika 10 mpaka ushangae mimi ni wa wapi. Anyway, tuko hapa siku ya leo na nimeona kuna docket iko hapa, lakini kabla labda tukuonyeshe nini iko hapa kwa bahasha. Producer najua upande mwingine amejiandaa vizuri, maana kuna picha zinaitwa aje exclusive pictures. Baruthi TV wamemanage kuzipata. Very exclusive photos Baruthi TV na video ambazo tumeweza kuzipata. And tukasema ni vizuri tu share na nyinyi kidogo, maana it's part of you. Kwa wanakonza wote we have exclusive videos and exclusive photos za Konza City. Si watu wengi wamezipata, si watu wengi wameziona. Ndio at least uelewe hii Konza City tumekuwa tukitaja ni nini. And na by the way it's a government organization.
It's a government project. Ukitaka kujua, ukienda hata Facebook, hiyo page yao wameita government organization. Yani si kitu ya mtu binafsi. So it's a very big project na ni vizuri pia at least watu waelewe nini tumekuwa tukiwaambia Konza City. Kuna watu wanasema Varodhi haijangangwi, haianza, ni kutajwa huwa inatajwa kama venye ilitajwa 2010, ni Vision 2030. Hebu kwanza tuingie ndani tuone ni nini hiyo inafanyika huko. This is part of the exclusive videos tutakuwa tunakuonyesha za vile Konza iko by January 2023. This is how Konza looks as at now. See yourself. So ukiangalia hizi ni meetings zimekuwa zikiendelea. Like hiyo ni meeting imefanyika last week. Nafikiri tuliwa update tukiwa huko kwa site. Hiyo ni meeting imefanyika last week pale Konza. One of the meetings imefanyika ni meeting ya inaitwa KOTDA. The National Construction Authority Board walikuwa wametembelea ile department inahusika na mijengo huko. Wametembea last week na pia Permanent Secretary for the State Department of Public Works Kenya alikuwa pia baadhi ya wenye walitembea huko. The discussion was about the center yenye ita provide hub for knowledge transfer, research, training, capacity building, comparative analysis and business development. And therefore hiyo session ilikuwa chaired by Mr. Joel Orumoyang. Huyo ndiye Permanent Secretary wa State Department and Public Works. Ya sababu pia wameanza sasa kukua serious na ile project ili kuhakikisha raia they now have the information. Unajua Konza imefichwa sana. At least people now has wameanza kukua na ile access ya kujua Konza ni nini, what is happening, hii infrastructure inafanywa Konza, what is it. And I'm happy because if you watch part of the video yenye tunataka kuwaonyesha, wanasema this is the horizontal infrastructure development as at January 2023 as we gear towards its completion at the end of this financial year. So infrastructure by the end of this year itakuwa imeisha. So I think ni kitu watu hawakuwa wanatarajia itaenda na speed kama hiyo. And therefore part of this meetings before hii kuna ingine ilikuwa imefanyika last week part 1. I think not last week yenye tulisema ya investors wote walikuwa wamekutana huko. Na ukisikia investors wamekutana, definitely what do you think walikuwa na discuss? Something is going on. That is it. And that tells you kuna vitu nyingi sana zinafanyika. Investors wakikutana wana discuss the way forward, the progress, where are we going, what do we need. Na ningetaka producer tuwekee video tuone jinsi Konza imetengenezwa. Hizo infrastructure ni nini hiyo? So let's see. So ukiangalia utaona barabara tuliwaambia ni 80% complete. I think saa hii karibu wako karibu kumaliza kabisa. As you can see. Hizo ni lami and kama ume notice na najua utaona mijengo mingi sana inaendelea. We may not point out ati tukwambie hii ni mjengo fulani, but we said kuna university inaendelea. Ulisema ni university ya Korean. Na tulionyeshwa wakati tulikuwa hapo ndani. Kuna nyumba nyingine bado utaona na ukiangalia mpaka stima. Sinaona barabara zimewekwa stima. Street lights. Kuna hebu angalia. Hizo ni CCTV, street lights, maka yani nakaa tu barabara ya kawaida. Ni kama umeingia tu highway. Ready to use it. So as you can see utaona ni mambo mazuri yale. And there's also a kind of a canal. Uliniambia ni mahali pa wanyama kuweza kufeed. This is sikujua haswa ni nini. I don't know whether ni university ama ni ndio kwa nasema ni ama ni command center. Command center. There's this one also.
Hii tuliambiwa imeisha na inaendelea. What is this? Multimedia? Juu tuliambiwa na wewe? Yeah, ilikuwa Multimedia International or something. Mimi siwezi kumbuka. Bana kumbuka tukiambiwa imeisha and is already functioning. Yes. And hapa sasa ndio wanyama wanakuja kunywa maji. Kind of dam, small water plant. Hapo. Sababu ujue kuna section ya wanyama ya kukuja at least wana pia wanapata maji pale. There are so many things happening inside Konza City as we speak. We may not point out all of them sababu si zote tunajua na hatuwezi taka kupeana misleading information about the several things zinaendelea na some of the buildings you can be able to see on your screen. So definitely whatever you've seen ni video ya na ukiingia Facebook utafute Konza Technopolis, pia ukiingia kwa YouTube channel yao utaweza kujiona. Inakaa kind of a substation or something. Yeah, substation, a substation. Ni vile hatutaki ku This is just January 2023, last month. Yeah, we are talking of last month. So and unajua watu huamkia kazi huko daily. So tukiongea kuhusu Konza City, that is what we are calling Konza City. Well, imagine hii kitu if this thing is in the water treatment plant. Yes. Yes. Hii kitu ikiinuka yote, ikiinuka tu off the ground. You can imagine. If you remember the documentation, yes, they had, is it 3 sources za maji ama 4? About 3 or 4 sources za kuleta maji. Yes. One of them being Thwake Dam. Yes. Na sasa maji ni kama itakuwa inakuja direct hapa inafanywa treatment. Yes. Ndio iweze kusambazwa sasa kwa city yenyewe. And ina inakaa nini? Oh, ni the same, ndio treatment whatever plant. So tumeamua tu tukuonjeshe tu kidogo part of what is happening right now. There are so many buildings that tuja kuonyesha, like the main building yenye tunaingianga, not just the main, hata ile ingine iko next to it yenye inajengwa, nasikia iko almost kuisha. Ukikuja hapa kwa gate kuna ile wanaitwa one stop shop. Yes. One stop shop itakuwa inauzwa almost kila kitu. Yes. Na sasa and so forth and so forth. There are so many things that we cannot share as at now. Tumeshare hii video ndio watu wajue tumekuwa tukiuza Konza bila watu kujua ni nini. It doesn't mean that ukipita Mombasa Road juu hauioni imefunikwa na mchanga huku nje. Don't think that nothing is happening. I wish unaweza tembea Konza City usiku. Uende tu hapo nje ujione. Inakaa tu kama Dubai. Yeah. So that's what we've been talking of. It's really working. It's on progress. The progress is so nice. And by 2027 walisema phase 1 almost everything itakuwa ready. Tuko 2023. That is 4 years to come. 4 years to come, si ati watakuwa wamesimama, vitu zitakuwa zinaendelea. Wewe uko nje ya hii Konza City. You're 2 minutes away from this city. Surprisingly, mahali Konza imeanza na shamba yetu, it's 800 meters. Exactly. Unaona hii 800 meters huwa tunasema kwenda Mombasa Road. Hapo ndio Konza imeanza. Hii 2 minutes ni from the main gate ya Konza City. What are you waiting for? I mean, what else do you want us to tell you? Itakuja siku uanze kutuambia Farodhi. Amu kutuambia hiyo kitu iko serious hivyo. Because that's what people say later. Mtaanza kusema watu kujua hiyo kitu iko serious hivyo. Let me tell you. Leo hii tunakuambia kuhusu Konza. Zitaisha tuachane nayo. Kesho utasikia mtu anauza Konza and the price will be hata sijui tutasema aje. Because wacha investors wajue ni nini inaendelea Konza. Na unajua tayari watu washaanza kujua Konza ni nini. I have so many people wamekuwa wakinipigia Farodhi, sijui Konza nini. A lot of people have been calling me, including your friends. Yes. Kuna watu wengi sana wanakujua. Wameanza kuniambia Farodhi, tunajua Alfred naona mnauzana, tunataka pia tukae chini tuongee tuone. Yeah, people have been calling me. Not sio juu ya kitu ingine, ni juu tayari washaanza kuona nini vitu zina happen. Zilikuwa zimefichwa kidogo, saa hizi zimeanza kuingia kwa public domain. So watu wanaiona kwa TV mpaka wakuu nje wanasema hii ndio ile Konza Farodhi alikuwa anatuambia. So ore utene
ore utene ndio kanjũria baruthi na rĩkorwo no wanjĩrire nyamũ ĩno yarĩ serious ũguo na rĩkorwo no wanjĩrire rĩu rĩ andũ arĩa magũrire Pinnacle ona au ilijia hapo lini nilikuwa natafuta anyway ilijua lazima tufungue hapa ilikuwa Valentine surprise. Abu tuambie ni nini hii? Tell us what's Unaona already ukiangalia tu hapa inaonyeshana tu love kesho already love. Wow. Unaona hii love hii. Hii ni sign of love. Oh, red. Kesho itakuwa normal, itakuwa ni hivi kesho. We are painting everywhere red. Na si mtu surprise mtu wake na title. Imagine sasa unaona tu hii ni hivyo tu. Sasa wewe utakuwa umejenga. This, let me tell you, there's a lady who came to the office to take this document. Walikuwa wamenunua hapo Green Park. And she told me it's been over 4 years or 3. Wameteseka kuhangaika just to get this. Kuhangaika. Wameambiwa lazima wajenge nyumba iishe. Ndio wapate. Sasa unajua sasa mpaka unastuka. Ujenge nyumba iishe ndio upewe title. Okay, na ukijenga ukuje uambiwe ni kwa wenyewe ubomoe. Sasa ndio shida ndio hiyo. But God has been very grateful and gracious. Yes. Kisha hapa. So we're able to give everybody mwenye menunua shamba. Everybody. Imagine this is the project yenye tumetoka last. Yes. Last project ndio hizi title. Yes. Hii ni bunch ya ngapi? This is there's one more bunch remaining. This is the second one. Hii second bunch. Yes. Bunch ya kwanza walipewa. Yes. Hii ni second bunch. Yes. Na kuna ya tatu inakuja. Ano wenye walinunua Pinnacle Gardens. So tukisema tunapeana title, this is how we do. Watu tayari wameanza kuhesabu pesa. So naona Faith, sitataja majina yote. Naona Faith, unajua wanajijua, wanakonza. Naona Ruth, naona Esther, naona Agnes, Thomas, Nancy, Mary, Josephine, Abigail, Thomas, huyu ni mtu wako serious na konza. Thomas, huyu ameniruka. Mimi nilinunua 2 sasa nikafikiria mimi ndio nimeongoza. Guy, akona ngapi? Wewe usimhesabie, wewe unajua. Haya sawa. Lucy, huyo tuko sawa. Thomas, ni sawa, umetumalizia Thomas. Ni sawa, ina shida. Kumbe ndio ulitumalizia Pinnacle. Anyway, guys, this is what we had to come and show you because I'm also happy. Unajua wakati tunafanya kazi na wewe, alafu nione unatolea watu title, this is my happiness. Sababu najua this is the only document inaweza fanya tukosane na wewe Alfred. Hakuna kitu kingine inaweza fanya tukosane. Nothing else apart from this document. So, do I need to say anything else? Producer, hebu tuonyeshe Sinai Gardens. We now have Sinai Gardens. Hii ilikuwa Pinnacle Gardens. Alafu unajua ziko wapi? Hebu mulika hapa producer. Yaani Pinnacle ndio hii, Sinai ndio hii. Yes. Yaani fence ndio two difference. Tumetoka hapa, alafu borehole tumeitomboa hapa, alafu tukaingia hapa. Hapa ndio Sinai Gardens. Pinnacle Gardens, Sinai Gardens. Yaani ziko karibu hivyo. Hii maji bado itafikia hawa, si ndio? Yes, exactly. By April tunatengeneza inaitwaje? Water tower. At least. Hiyo water tower sasa ndio maji pampiwe ingie, alafu tuanze kuitoa hapo tukinywesha miti yetu tukiwa na Lucy. Unamjua? Aliniambia mimi tukiweka water tower. Nikipanda yangu na yeye anapanda yake. Zinapelekana. Alafu tunamwagilia maji. Si hiyo ni sawa? Kabisa. So producer, can we see ile ndio Sinai Gardens is just next to Pinnacle Gardens. Estima kila iko sawa. And tumeifungua I think last week but one.
last week but one. Yeah. Na tumesonga. Yes. Tumesonga. Watu wanaipenda. Watu wanapenda Konza. Na unajua hii Konza ni ile ushindili ukiambia mtu anunue kwanza aelewe Konza City ni nini. Ndio anunue. This project tunauza kwa bei kidogo sana. Just 1 million. Acha niseme bei kidogo sana. 1 million peke yake. That is cash. Installment 1,050,000. Deposit 200k. Hiyo ingine lipa in 6 months. Title inclusive, title transfer charges na kila kitu ziko hapo. Na pia iko na title. So, kama unataka kununua Sinai Gardens, ore utene oya namba cia thimu 0798 008 008 unipigie ama upigie Alfred ama umpate inbox 0706002338. Nasikia imeingia kwa kichwa siku hizi. Yuko ndani. Nimesema sana. Nimesema sana mpaka ikiingia kwa nini. So, ukitaka map tutakurushia saa hizi. Just come to my inbox ama Alfred's inbox. Uliza na zimesonga. Let me show you. Is this Sinai? Let me see. Ukitaka map hata saa hii tunakurushia saa hizi. If you need also more details about Konza City, tutakupea. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22. So far 22 zenye zimelipwa zimeenda. Sasa kuna wale tena wamebook. So na hii ni ile project unakaa chini unajiuliza, Farudhi, unataka hii project kuangalia bei sana. Unaangalia ni nini inanunua. Alafu unarudi unaingia Facebook unatafuta Konza Technopolis. Unajaribu kujua hii Konza City ni nini. Unaona ukifanya hivyo, because mimi huambia mtu kabla ununue kitu fanya research. Jua kwa nini ununue Konza. Kwa nini inauzwa 1M? Number 1, it's 800 meters from Mombasa Road. Number 2, it's 2 minutes from gate ya Konza International Techno City. Number 3, it's part of the 10 kilometer radius. Yes. Yenye Konza City itakuwa na haja nayo sana. Of course. So the place is already prime as we speak. Already prime. It's part of the 10 kilometer radius. Yenye Konza City iko na haja nayo. Yes. Na walituambia tulikuwa huko nayo na wakatuambia yes. Mtu wako nje ya Konza City within 10 kilometer radius ana bahati sana. Yes. Maana ukisikia wako na haja nayo ni kumaanisha pia bei itapanda. Yes. Nini unaweza hafanya hapa nje ya 10 km? Na ukumbuka tuko katikati ya Old Mombasa Road na New Mombasa Road. Yes. Tuko hapo katikati. So, watu waamue kupitia nyuma yetu ama mbele yetu tunazidi kukua prime. Imagine uko ndani ya barabara mbili main. Kubwa. I mean, Konza is not just any other place you can buy. Yaani ni mahali tu peke yake, huwezi jikombea na mahali pengine. Sijajua how many acres is Nairobi town? Because Konza City is a 5,000 acre. No, Nairobi is small. Unajua Nairobi sasa ile tumefanya ikaanza kwa large Nairobi. Nilikuwa nimeona kama ni 900 acres. I'm not sure. I think 5,000 squares something. 5,000. How acha tuone. Sasa kuamini producer. Tani jitafutie. How big is the city? 696.1 km squared. Sasa wenye wanajua kufanya hesabu 6.1 km square. Sasa inamaanisha nini? Haya. Masavea kujeni. Tukawe Nairobi. Sasa huwezi jua in terms of acres. Acreage. 172,000 acres. Ni kubwa. 172,000. Hapana, hiyo nimekataa. Nairobi town. Nairobi town. Town pale katikati peke. No, unajua na stretch mpaka huku Dandora. Kwa nini unasema mpaka wapi wewe? Ama useme Nairobi Metropolitan. Yeah. Unajua Nairobi Metropolitan imeenda mpaka Kitengela. Mpaka Josta.
kusema 172,000 sasa umeingia mpaka Kiambu Hiyo imeingia mpaka huko ndani mpaka county, Nairobi county. Yes. County nao ni kubwa. It's big. County ni kubwa. County ni kubwa. We are talking of Nairobi town. Sio county, town. So unajua kuna Nairobi town, Nairobi metropolitan na Nairobi county. Anyway, hiyo ni siku nyingine. Cha muhimu ni Konza ndio hiyo is a 5,000 acres project. It's divide. Sijui kama ulikumbuka kuwaambia inajengwa kama Dubai. Is a smart city. Kama hapa kuna hospitali ni hospitali tupu. Yes. Ukienda kwa industries ziko tupu. Yes. Industries. Yes. Ukienda kwa vitu za technology ndizo hizo tupu. Kama ni residential. Apartments peke yake. Yes. Ukienda kwa wanyama ni wao peke yao. Ukienda kwa iko hivyo, is a smart city. Yeah. So if for example nataka kwenda kununua cable za simu, kuna ile place nitaenda nipate ni cables peke yake, duka za cables peke yake. Kwa hivyo na watu wamebook huko ndani by the way. Na huko ndani by the way kupata parcel sio mchezo. Ni watu serious. My friend, unatumwa karibu tumue FBI. Yeah. Uchunguzwe. Si kukua tu na pesa ati niko na pesa I can own. Unaweza jenga, wacha kununua. Labda ukuje kujenga go down. Anyway, sio mchezo. So, and that's why we are making it easy for people wenye hawezi nunua huko ndani, wakuja wanunue nje. Also remember huko ndani huwezi nunua kitu less than an acre. Kwa hivyo unatayarisha kitu 8 million to 12 million kwenda hivyo sasa. Sio mchezo. And therefore, that's why tuko hapa nje. Tunakuitia kitu siku moja hautaiweza kuinunua. Yes. Mimi sina la kuongezea. That's all I had about Konza and Konza City. So, there you go. 0798008008 or 0706002338. Wacha tumalizie huko Hadi School Joska. Tukasome. Watu ndio wanaingia. Unajua junior school imesumbua mashule. Basikia ingine inalia kwa TV, sijui sasa tutatoa pesa ya kuweka nini equipment za junior school. Tuna bahati. We have a Hadi School Joska. Hata naona mtu hapa already yeye ana champion. Hata ni yeye amenikumbusha, nilikuwa nishasahau. Yeye ana champion for school peke yake. Nashangaa yeye ni shamba atake ataka watoto wasome pekee. George, hi there. Alfred, you have the best customer service. Konza is coming up. Blessings. Asante sana. Marion Ray na Hadi School is a very disciplined school. Lazima ni mtu ako na mtoto labda huko. Peter Mwangi, thank you. I also got mine. I'm really excited. Thank you. Hekalu. Unajua kwanza jina yako inajulikana kuliko Hekalu. Kweli? Sasa waanze kuniita Hekalu. Imagine watu wakujui wanajua, watu hawajui Hekalu wanajua wewe. Baba, hiyo kampuni mlisema inataka aje? Sasa hiyo amenunua shamba 4 lakini bado hajajua kampuni. Anajua mwenyewe. Lakini ni vizuri. Do you know why? You represent, your image represents the company. So your image is much important than the company. Sababu image pia ndio inaharibu kampuni. That's true. So tuingie Joska tuone Hadi School alafu tumalizia hapo chapter hiyo. So namba za simu ni 0798008008 0798008008 if you want to book. Ukitaka nikutumie map size kuja inbox ama 0706002338 0706002338. Orosho korole mwega. Yes. All right. Haya. Na ambao tuko karibu kuingia Joska, ndio tuko Ruai. Ndio tuko Ruai, tumepita njia ya Utawala. So heading to, by the way ukitoka Ruai unafaa kuingia wapi? So from the airport. Tupe geographical map ya kwenda Hadi School Joska. Kutoka hapa mpaka kutoka airport. Ukitumia old airport road mpaka Joska is only 22 minutes. 22.
and then now there's that rough road. And we are praying that one day the government of Machakos will consider these people waweke barabara safi kwa sababu watu huko wamefanya investments na ni investments nzuri, manyumba na mashule. So we are praying that one day Mungu atakumbuka. Hii distance haikukuwa 22 minutes juzi, lakini wakati utawala imefanywa dual carriage. I mean kila kitu mpaka mimi sasa nikienda Thika, there's no need of going to Thika Road. Mimi narudi tu nyuma. Yani hakuna traffic, unaenda tu straight. Hiyo imefanya mpaka nafikiri pia Ruai kureduce congestion ya hapa Ruai bypass. Kumekuwa na jams mingi sana. I think everything is now sorted out. Wamekuwa forced to widen that road kutoka Kantafu. Wow. Wamekuwa forced kwa sababu wanaona sasa hii barabara iko na volumes lakini wanataka gari zisonge. So ukitoka Ruai unaenda Kamulu. Ukitoka Ruai unaenda Kamulu. That's about a 10 minutes drive. From Kamulu? From Kamulu to Joska. That's about a 5 minutes drive. Alright. So ukitoka Joska unaenda Kantafu, KBC, Komarok. No, ukitoka Joska unaenda Malaa. Oh, yes, kuna Malaa sijui nimeipita kwa nini. Maua. Malaa. Inaitwa Malaa kwa nini? Hivyo. Jina ya Kikamba? Malaa ni maua. Oh, ni maua. Oh, okay. Kuna maua mingi. Alafu ndo unaenda Kantafu. Yes. Kantafu then KBC. And then KBC. Alafu Komarok. And then Komarok. Okay. Kitambo sikuwa najua na huko, but at least kuna watu wamenunua mashamba na huko ndio wanafanyanga nijue kuna Komarok ingine. Unajua hapa kwetu kuna Komarok. Sasa nimekuja kujua kuna ingine na huko. Betty Karanja, salimike sana. Peter and Faria, how are you doing? Nataka muinvest pale Konza, alafu pia kama uko na mtoi, Ahadi School Joska is a place to be. Huko ndo unafaa kupeleka mtoi wako asome. Maybe before producer labda tuweke picha, tuambie mengi kuhusu Ahadi School Joska. Ahadi School is a Christian institution where we have classes starting from PP1 all the way to now the current shule, which is up to class 6, and then now from class 6 we go to junior high school, which is now from 7, and then it's like grade 7, grade 8, and then grade 9. But sahi it's a tricky situation. Kuna watoto already wamesha cross to junior high school. Okay. Na kuna wazazi bado wako na watoto primary. Kuna wale wanafanya the national examination ya class 8 this year. But this will be the last darasa la 8. The last, hii ndio ya mwisho. Okay. Sasa alafu sasa ndio integration ya CBC iko full. But in Ahadi School everything iko tayari. Wako tayari na ulisikia mwalimu akwambia laboratory inaitwaje kwa Kiswahili? Ngoja. Laboratory niliambiwa vizuri ni chumba cha ni maabara. Maabara. Yes. Library nikaambiwa ni niambiwa ni nini? Library. Hata ukumbuke. Yaani kama ni mtu yani ungeanguka hivi. Mimi najua bweni ni dormitory. Library ni maktaba. Maktaba. Nini nyingine tulisema vitu tatu. Na ICT center, computer room. Hiyo tu kusema. Hiyo tuliambiwa. Hapana, mimi sikuwa hiyo. Hiyo sikuwa. Tulikuwa na wewe hapo. But yes, we have all this which is ready. Pengine producer alichukua video. I don't know if he did. Producer, are you ready? Okay, good. Yes. Tuko Ahadi School sasa. Tuko ndani ya Ahadi School. Yes. Hapo ndo unaona sasa tunaingia wale watoto wadogo wamechukuliwa asubuhi. Wanakuja shuleni. Unaona venye iko green? Wow, uwezi sema hapa ni Joska. Hapa ni ndani ya Joska. Wow, that's good. Huko sasa unaingia kwanza una disinfect. Mayai kibao. Agriculture kibao. Unaona kuna perimeter wall, security enough. Hiyo ndio education block ya junior high school. Okay. Unaiona kwa solar power. We are all green. Alright. Sasa kusumbuana na mtu. Sasa ndio hiyo. Na hiyo ndio primary ile ya zamani. Ile ya zamani mpaka class 6.
Okay. Yes, jikoni unaiona. Dormitory. Yes, that's Girls of Virtue. Alafu hapo ndio watoto wanakuja asubuhi parade. Huko ndio walimu wanaishi. Yeah, also teachers still live also there in the same compound. Okay. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Na kila mahali niona kuna Bible verse. Yes. Yeah. So shule ndio hiyo, unaona watoto, huko ndio ahadi. Okay. Karibuni sana. Wow. Haya. Huko ndio Ahadi School, Joska. Yes. Maybe unaweza share na sisi namba ya simu? Yes, 07 same number. Hiyo tu ya shamba. Hakuna confusion. Okay. 0706 002338. All right. Or the other number is 0718. This is the number of the admin. This is the number of the admin is 0718. Let me check it. Don't spell the number wrong. 0718 Yes. 573533. 5733. 33. Yes. So that is 0718 Yes. 573 533. Yeah, exactly. Or 0706 Yes. 0706 Yes. 002338. Yes. So saa hizi kuna chances za mtu anaweza enroll. Intake is ongoing classes. Tuko na enough space, tuko na enough classrooms, tuko na enough sleeping area, tuko na enough water. Tuko na enough area ya mtoto kukua akikuja ana feel yuko pahali, yani an open space. Okay. Unajua asikini kama yuko amefinywa. Yes, anaweza cheza, anaweza kwa shamba akalana. How old is Ahadi School, Joska? So Ahadi School is about now 8 years. 3 years was on provincial certification or registration, and then after that, of course, this is just the government guidelines. Alafu after that we were registered. So since that time, tumekuwa an exam center, which means now we got the full registration, and we've been hosting our students in the same institution. Kwa hivyo tumefanya KCPE mara 5. So tuseme mnakuwa kila siku. Daily. You are upgrading the school daily. Daily. It's growth every day. Yes. Najua very soon nitaona hata basi kubwa sana. Amen. I'm hoping so. Amen. Amen. Wow. Amen. So thank you so much. Maji iko, stima, kila kitu iko sawa. Maji iko, sola iko, watu wana maji moto asubuhi. Ukiwa labda uko majuu na hungetaka mtoto wako aende nyumbani na umeleta mtoto huku, utafanyaje? Mtoto akikuja na unaona mtoto ni kama nyumbani apati the best care. Unamwacha tu shuleni. We only have to talk to you kama uko acceptable to that, and then inakuwa we make it possible. Mtoto wako tu anakuwa anasoma ni kama tu pale nyumbani. Anakuwa anaendelea kusoma. Walimu wanaishi hapo wanamsaidia. And of course wengine unapata watu wengine wako a bit behind, not in any way, but they want just to be exhilarated. You catch up na syllabus. Okay. So unapata walimu wako always around to do this. Very good. Yes. Ahadi School, Joska, walimu ni wanapenda watoto. Unajua kuna wale walimu haras watoto. Wanapenda watoto, wanaishi pale. Kwa hivyo una access ya mwalimu wakati wowote. If you want to do some revision, kuna kitu huelewi, mwalimu wako pale. Utaenda umpate. They spend a lot of time in their offices ndio waweze kuaccessiwa na watoto sababu wanaishi pale. So if there is nothing you're doing in the house, wanakuja tu kwa ofisi. And mtoto wako wako na kuna watoto wametoka hapo wakaenda shule kubwa kama kuna watoto wameenda St Mary's. Hii iko hapa Westlands. Wengine wameenda St George's. Hiyo iko hapo State House. Kuna wengine tunataka kuwatuma the best high schools this year zenye zimetoka. Kuna mwingine ameenda Sengani Girls. They are just everywhere. Nini nyingine nilikuwa nikuulize? Naona mtu anasema I know they even have a new bus. Alfred isn't saying law. Kumbe kuna vitu vinaficha hapa. Basi iko ni kwa sababu unafika kwa institution. Unajua ikishafika ndio unasema sasa ndio hii. Kwa hivyo tusiannounce sisi kwame. Usiannounce, unajua kuna watu wanaweza ishika because unasikia Ephesians 6:12 inasema we do not fight flesh and blood. But the principalities of this world. Sasa kwa hivyo saa nyingine kwanza unatuliza body.
sababu vitu ziko kwa anga. Ziko kwa anga. Unatuliza bwana. Inaweza fungwa kwa anga. Inaweza fungwa huko ikasimama. Unajua kuna wenye anga. Okay, that's so nice. Yeah. And ni boarding and day. Day and boarding. Of course, for the neighbor, wale wako karibu, they have the privilege to come and go every day. Okay. Lakini kama sasa unaishi mbali jamani, unajua mtoto atateseka sana. Na unasikia sasa hii serikali imesema mtoto asiamke afike shuleni saa 10 yuko barabarani. Okay. It's not fair. Acha mtoto tu amke atembee shuleni asome, akue yuko fresh hata akiamka saa 1 ama 6. By 7 amesha prepare, 8 ameingia class. School fees ni friendly. Very, very, very friendly. In fact, leo nimeongea na Pastor Ngaruya, anaweza kuambia. Wow. Ameniuliza, school fees uko ni pesa ngapi? Unajua yeye ako na watoto wengi. Ameniambia huko ni double. Kwenye alikuwa? Double. Wow. Akasema sasa is considering. And piga simu tuongee. Okay. Hii simu. Unajua wazazi wengi wakipeleka watoto mahali, sana sana hata sio environment, wanauliza ilikuwa imeperform aje last time? Yes. Tulikuwa na watoto about 25. Na mean score ya 310. Wow. Mtoto wa kwanza alikuwa na 408. What do you mean? Yes, na wa pili 46, wa tatu 387. Wale wengine ni ma 3. Mtoto wa kwanza alikuwa na 408. Yes. My goodness. Wow. Okay, so it's a hard school Joska for you. Yeah. So and we are a Christian center. Of course tunataka sana kuinsist kwa sababu unajua generation imekuwa broken. Sure. Sana. Unaona ukiangalia zamani ulikuwa unaambiwa tu yani hata saa hii bado iko na Bible says. Teach a child the way they should grow and they shall never depart from it. Hiyo tu unaelewa kuna saa nyingine unaenda tu off kidogo lakini unakumbuka where you've come from. Sure. And this is what we really insist on. Nataka tuombe watoto Mungu our deliver from the evil that is in the world. Tuwafundishe neno la Mungu. These are simple instructions. That are hizi instruction ni personal. Sure. You know, you make a personal choice to follow God. Absolutely. But unajua lazima kwanza upatiwe hiyo foundation. Sure. You understand who you are following also. So that's how they work. All right. Yes. So that's it. Thank you kwa wenye wanaitisha map. Yes. Ukiona nimeinama natuma map. Yes. So yes, that's all. Hiyo ndio Hard School Joska. Ukitaka kuenroll wana intake is ongoing kwa junior school and hata hizo classes zingine utapiga 0718 573 533 0718 573 533 ama 0706 002338. Ni vizuri pia kurekomendia mtu alete mtoto huku. I'm sure hata kuwa disappointed. Na kama unataka kununua Sinai Gardens Konza, kuja 0706 002338 ama unipigie mimi mwenyewe Farodhi 0798008008. Kuja inbox nikutumie map ya Sinai Gardens Konza. Invest bila uoga, invest bila wasiwasi. Producer, nataka uachie hiyo video. Ni sawa ikiwa na muziki hiyo ya Konza City ndio pia waweze kujionea pole what is happening right now. Yes. God bless you. Ukuwe na usiku mwema, asubuhi njema, siku njema, depending na mahali unatutazama ukiwa. And may God bless you so much. Happy Valentine. Happy Valentine. Happy Valentine. Happy Valentine. Ukikosa maua, kuja tukupea hii bairo inakaa tu red. Nakaribia ama tukupea hii maua iko hapa. Ama ukujie title. Kujia title. Ama hii maua iko studio. Unakupatia? Yes. Si unaona hiyo maua iko hapa studio. Ukikosa na umeona hii, wewe uko sawa. Kwa sababu si wote wako na hiyo neema ya kuleta maua. Yeah. Umelipa school fees juzi unaitishwa maua. Ama watu hujamaliza kulipa school fees unaitishwa maua. Huko kwetu unauliza wanema huwa gulia. Maua nitakula. God bless you. Bye bye. Dagotika kule Konza City. Konza International Techno City. Wero rede maundu maria marathii na mbere kuo. Nigetha ukigithia Sinai Gardens area 2 minutes away kuma he Konza City.
it was really to bring the Governing Council to see what Konza looks like. We were here previously 2 years ago, and today I must say we are very, very delighted to have seen the enormous progress that have been made in terms of infrastructure and everything else that were planned. I can say for sure that the implementation of the plan are in course, and we are very, very excited to be part of this journey. And we look forward to working very closely together to promote the agenda of using science, technology, and innovation for sustainable development, not only for Kenya, but for the great African continent. ACT has always been occupying space in different parts of Nairobi since its inception from 34 years ago. And it dawned on us that it's probably better to find a place that we can call home. We are actually coming into a place that relates very well with the kind of things that we do and the kind of things that which we are projecting into the future. Because we want to, as a think tank for Africa, we want to be in a position where we more or less raise more profile in the area of technology transfer and things related to technologies. We're happy to have hosted ACTS, the Africa Center for Science and Technology, and we've considered them as our anchor tenants, especially in the technology band, where they'll be taking up space to be able to drive the agenda of settling our investors and also making Konza a suitable investment destination for all our partners.